kuzimia, na kuzimia. Mimi leo najisikia wasiwasi tu. Wasiwasi. Nini? Shughuli nyingi. Leo inaonekana sitafanya kazi vizuri leo. Wewe ndio hivyo, wasiwasi zako hazikuishi. Lakini sitaisha tu. Napambana mimi. Niko mpambanaji mimi. Ndio mambo ya pambaniki. Mpaka yani uyafanye yapasavyo. Lakini babangu, unajua umeongea point. Unajua mimi na wewe tunapendana sana. Marafiki tu. Yaani baba na mtoto kwa sababu ulinizaa, lakini maisha yetu sio niseme kama mtu na rafiki yake, mtu na mdogo wake, yaani mtu na mtu wake kiufupi. Alafu endelea kuniheshimu hivyo na mimi nitakupenda zaidi. Najivunia sana. Mpaka sasa mimi mwenyewe naambiaga, ingekuwa inawezekana nikupa baba yako kanipa baba wangu. Tukachange. Haya na mitume ya kuchange baba zao. Okay. Walikuwa na uaminifu mwingi. Na kingine baba, watu waga wanaongozana. Sawa. Ila na mimi nimepata mwanga, ni kipi kinakunyima furaha maishani? Why uko so stressed? Kwa nini mambo yako mengine fulani yanazorota, yaendi kama, yaani siku hizi hauko sawa na programu zako kabisa? Unahisi tatizo za kwa nini? Hapo jibu linaweza likaniishia, lakini najua maisha ndio hivyo. Maisha ya kuna stress, kuna korosi, ndio hivyo. Kuna mwendo kasi, kuna mwendo polepole, ndio hivyo. Hayawezi kuwa kasi kila siku. Saa moja yanaweza yakawa ya polepole, ndio maana naona yatakwisha tu. Sana zingine najipa moyo mwenyewe, waga tunajitakizia na kujikokotea. Kivipi? Dad, shida iko sana. Amra ndo koza, Amra ndo sababu. Mke wangu mtarajiwa. Dad, Warundi walisema eti uwirukira ugusiga. Wanasemaje hiyo proverb? Nikumbushe. Ndivyo. Uwirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Ugasiga ukurondera. Ugasiga ukurondera. Na sijui kwa nini siku hizi mtu unayempenda kujali, watu tuna waste time kwa wale ambao kabisa yani hawa mind, yani hata akili mzima. Ndio hivyo. Mimi sikupenda kukuelezea, lakini kuna limama huko linamtafuta. Utakuta ndio linanitia mkosi. Unamaanisha Hindu. Utakuta ndio ananitia mkosi wa mambo yangu. Sio hivyo dad. Dad, Hindu mimi kivyangu, mimi kama mimi naona kama ndio mwanamke anayekustahili na kufa. Ndio dad. But Hindu naona for sure anakufa. Ndio mwanamke anastahili kuwa, yes, anastahili kuwa mke wako. Pia unaona anaweza hata ukatoka naye kwenda anaonekana yule mkeo. Mwenyewe hata siwezi kuwa na aibu wala wasiwasi ya kumuita mama mdogo. Hakuna cha aibu au nini. Yoyote ule nikishamchagua tu anakuwa mama mdogo. Akishakuwa tu mke wangu lazima umheshimu kama vile mamako. Sio cha Hindu, cha Amra au nini, ni mwenye mimi nimechagua. Akiwa tu chaguo langu, wewe ukienda kupenda nitakuchagulia. Sasa kivipi utamchagulia Hindu au nani? Hindu lazimisha. Sio chaguo langu. Roho yangu haimtamani, haimuelewi, haimpe nafasi. Sasa wewe unakichukuliwa vipi? Baba, mimi najua mengi kuliko mimi. Sana. Na umeona mengi kuliko mimi. Ewana. Kwa hiyo there is a very big difference. I don't think so, Dad. I don't think so for sure. Dad, unatafuta faraja yako ambapo sipo. Faraja yako unaiacha huku kulia, unaitafuta kusoto. Dad, hii ndo faraja yako. Dad, Amra hakustahili wala hakufai. Yeah. Kumbe mzunguko wote ulikuwa unamaanisha hiyo. Amra hanifai, hanistahiki kivipi? Mimi nimemchagua,
Kwanza nimechagua familia yake, nikawanemesha, kisha akanemeka. Kwanza hivi umemnemesha tena zaidi. Wewe umempa figo wewe hivi. Amra ni kifaa changu hivi ananifaa. Sasa aje, angekuwa hanifae ungempa figo wewe? Dad, kila kitu kinakuwa kwa sababu zake. Yote ni mipango ya Mungu. Very good. Baba, angalia, usijikutane ile na pole msemo wa Kirundi kwikwe ikara munga shamba. No. Sintafanya hivyo. Angalia usiwe kama ile katuni nililetaga bado ningali mtoto. Katuni nikiwa naomba Mungu pesa iko chumbani. Basi Mungu alianza kuishushia coin. Coin zilijaa chumba mpaka kati zilipofika hapa inaanza tena kuomba Mungu basi zinatosha. Zimeshafika hapa. Coin bicheli vimejaa. Unamaanisha nikimwoa Amra nitatafuta tena wengine wa Amra wengi? Ananitosha huyo. Ananitosha huyo. Ananifika kukoromewa hapa anatosheka. Baba, natosheka na Amra. Siri kama mwanao. Ushauri kama mwanao. Ziko tetesi nyingi nje na ndani ya kuwa Amra yuko na mchumba wake, mpenzi wake, chaguo la nafsi yake. Sasa wewe kuendelea kulazimisha kumwoa Amra. Dad, angalia usiwe kama mwenye yule alikuwa anajivisha kamba pete yake shingoni. Ndio maana wewe sorry kabla sisipango. Ndio maana siku ile utakufika pete kwa zingine. Na sababu kubwa, na ndio maana hata ile siku utakumvisha pete uliona kama it's like hakuwa tayari, yani Dad hataki, analazimika na kulazimishwa. Wewe baba, unakujua kama mtu mwema. Wewe mwenye kuelewa. Hapo. Huku navuka mipaka. Amir, wewe ni mtoto wangu. Nakushauri kwa nimekukosea adabu. Sawa, lakini unavuka mpaka. Wewe ni kipenzi changu. Kama alifikwa na hivyo ni magonjwa. Si figo ilipita inaingia. Ni magonjwa. Alishtuka, furaha sana. Alifurahi sana mpaka mstuko. Pale angeshtuka hata angekuwa na roho ingebanwa roho. Si kweli Dad. Mungu amependa tu akaepusha kidogo, ungempa roho ingewezekana. Lakini Mungu alipasisha ukampa figo. Yakawezekana. Nimekumbuka. Sasa bila kukumbuka au kusahau, ule Amra umeshampatia figo lako. Batili langu. Figo la mtoto wangu. Yeah. Wewe una damu yangu wewe. Pale ni kusema Amra iko na damu yangu. Sasa pana nyingine sababu ambayo hutaki kujua. Na mwingine mwanaume anaweza kamuoa bila mimi. Dad, pana nyingine sababu mwingine mwanaume mwenye atajitia katikati mwa haya mapenzi ataamua mawili, kunyoa au kusuka. Hayatakubalika. Mimi na yeye mwenye atataka kuingilia katikati. Ndio. Duniani tutapambana. Na ahera hata faidika. Tutapambania huko. Wa malaika hataingilia. Dad. Sasa matokeo. Lakini nakuahidi Amra tuenda kinyume na familia yetu. Wewe kama mtoto wangu, familia. Kama mtoto wangu na kushauri. Tena nakupa kabisa neno moja hii. Wewe nisaidie kupeleleza. Ukijua kuna mwanaume mwingine zaidi yangu. Mimi yangu humind utaki kujua. Hapana, kuna mbona nilisikia hivi. Leta uhakika. Unilete huyo kidume kabisa nimuone. Wewe ndaanzia kwa pua tatoa. Masikio ndatoa, atakuwa hasiki yake. Watu wote walishajua huyu mzee anamchumbia Amra. Pointi zangu zilikuwa mbili, umezipinga. Sasa nataka tani nikwambia pointi ya kwanza kabisa, nikwambia hii ndio mwanamke anakufaa, anakustahili, anakupenda. Umeicancel, umeipiga X. Ya pili nimekwambia kama umempenda Amra hakufaa ya kustahili Dad, but utaki kusikia. Sasa ushauri gani tena unataka tena kutoka kwangu? Nitakupania mahali kwa Hindu. Kama umempenda Hindu, mimi nimekwambia hata ile jina silisikii vizuri. Hindu. Mimi naye wangu Dad. Hindu ndio tu haumind, utaki kumjua. Na wazazi wanaita majina hayaeleweki. Hindu kwanza ni mbaya kuanzia kwa jina. Baba time. Akimsikia Amra. Baba time. Amra. Time. Amir. Tunasikia wazee wenye tunajua kuita majina mazuri. Sawa.
jina kama Amir, jina kama Amra. Unasikia kama ni majina mazuri. Dada, unajua nini? Macho hayaoni gizani. Kumbe mwanga ndio unasababisha macho kuona. Wewe ni mtoto tu. 99. Wewe unasema vya kitoto. Mimi naweza kumtoto. Sema leo unaona navaje? Poa kama kawaida. Nilikuwa nataka niende niwatembelee kidogo kwao. Aliingia mkisha movie company sasa hizi Samia ananisubiri. Nasikia kama kaptua simu. Mimi nakasikia niko hapo sasa tumeongea vizuri lakini sikasiriki. Nimenishauri, nimesikia. Nitaamini kama umenisikia tuachana na na basi na kumfikiria hili. Kwa hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Ya Hindu kama unampenda tamkupa. Nakuzimia. Amra. Mimi baba yako. Si ndiye? Unaye ni shangazi yako. Sawa? Lakini unajua benye mzee Marijana alishatufanyia hapa kwetu. Unanijua? Unanijua? Sasa ulifanya kitu gani? Nasikia kuna wengine kijana mwenye mnapendana. Ni kweli au? Mimi? Umesikia wapi baba? Mimi sivijui. Hapana, mimi sivijui kabisa. Mimi nimesema ndio nimeambiwa, nimesikia. Sasa nataka nijue huyu kijana ni nani, anaikaa wapi, anataka nini? Hakuna mtu baba. Mimi sivijui. Maneno ya watu tu. Amra, msengezana wangu, sema ukweli wako. Usijikazi kisabuni eti hakuna, ogope kusema. Una haki ya kusema kile ambacho unaona kama hakiendi sawa. Sema kabisa ukweli wako kutoka moyoni. Mwambie mimi. Kwani uko kimya? Niambieni nijue ni kitu gani kinachoendelea hapa mwa hii nyumba. Shangazi, baba, yani hizo habari ambazo unazileta sizijui. Amra. Sina ambaye napendana naye sizijui. Amra, huyu ni baba yako. Lakini una haki ya kusema kile ambacho kiko moyoni mwako? Hapana, sizijui. Hizo habari hakuna kabisa kwa sasa, yani msahau, hakuna kitu kama hicho. Sikia sasa niwaambieni. Mimi maisha yangu sipendagi usutwa, sipendagi urofa. Napendaga mtu mnyiko direct. Juna mimi niko direct. Nasikia? Vitu vya usutwa sitaki kusikia mwa nyumba yangu au kichwa changu. Nasikia nachoka. Ya usutwa? Nachoka. Sawa. Kama unajua niambie. Subiri utaona matokeo yake. Wewe unasema ni usutwa. Ndio yeye ni mtoto wako na ni msengezana wangu mimi. Ya kufuatia utayaona. Sasa kitu mnaficha hapa ni kitu gani? Kama sio usutwa, kama sio nini? Acha tukae. Ndio mko hapa mwende mnayajua. Naambieni kama hakuna nijendeza. Nasema hivi, mtalaumianaga na mzee mwenzako mzee Marijani. Nawaambia kila saa usutwa ni mbaya mnyumba. Amra, sikia nikwambie. Sasa unajifanya kwa mtu wa akili sana za maajabu. Mimi na akili sana zaidi yako mara milioni. Unasikia? Lakini kama unajua kama pako mwingine kijana kinyume ya mzee Marijani, mimi na wewe tuko sasa niki. Na nielewa. Huyu dada yangu naye kama ameshaingia mwale kile kikundi cha wala mama mashangingi manini wasema mbitu ya wajui. Jewe turabavanye. Wewe unapaswa kwa karibu ya mzee Marijani. Na wewe vitu ya ubangi kunaambia vitu ya usutwa sitaki. Tumeelewana hapa. Iko siku taona kama nimesema ukweli. Mtalaumianaga na mzee mwenzako wewe. Sikia sasa na wewe nikwambie. Kwa nini useme ukweli? Ule ni babako alikuzaa, ila usimwogope kumwambia ukweli. Utakana kitu mroho, ujinyime raha, ujinyime amani. Jua nini? Una haki ya kusema. Mwambie wazi wazi. Akana jua akisikia anajadili eti ngo nitampata ule kwanza ni mzee. Sio wasawa yako. Kama kuna wasawa yako sema. Nakuzimia. Amra,
Huyu ni baba yako, lakini una haki ya kusema kile ambacho kiko moyoni mwako. Amra, msengezana wangu, sema ukweli wako. Usijikazi kisabuni eti hakuna, ogope kusema. Una haki ya kusema kile ambacho unaona kama hakiendi sawa. Sema kabisa ukweli wako kutoka moyoni. So, that's what I want. Taka sasa tuanze kupanga plan. Sawa. Yaani tuwapige goal. Changamka basi, you change. Sawa, hivi sasa tunataka visari, yani you get the point. Yaani mambo yanataka wewe matamu kuliko kama studio kwa tunayajua. Sawa. Ndani nikutazama, nikutafuta, nimekukosa. Uko vitu gani? Unalia? Ni nini? Una tatizo gani? Sawa. Unataka kama kuna kitu cha nini mara kama kuona kama chozi. Unataka kujua? Vile vile. Kuna kitu nahisi kama ndanganya na nificha sana. Nakumbuka katika hii dunia, mimi ndo mtu wa kwanza mwenye kuweka siri yako. Sawa? Yaani mimi ndo rafiki yako, ndo mtu wako wa karibu, napaswa kuambia siri zako zote. Yaani kile kitu chake kinakuudhi, chenye kinakunyima raha, mimi ndo mtu wa kwanza ukiambia. Lakini naona nzidi kunificha. Muda wote uko mtu wa mawazo nini? Kwa nini mtakwenda kwetu? Binti yangu, mimi ni mama yako, sawa? Na mimi nakufahamu wewe binti yangu. Sawa? Binti yangu, najua fikra kama haupendi Marijani. Mimi najua kabisa. Sawa? Na najua kabisa kama una mtu mwingine mwenye unampenda. Nataka uniambie kweli. Huyo mtu nani ambaye unampenda? Please, ndanganya. Huyo mtu yupo ambaye nampenda, lakini watu hamwezi mkanielewa. Hakuna mwenye anaweza kanielewa, hakuna mwenye anaweza kanisikia, wala hakuna mwenye anaweza kanipa kile kinaomba. Yaani mwewe ni Marijani anasaidia, analeta nini, anawapa kila kitu, amenisomesha. Sasa shida zangu naomba zipaki na mimi mwenyewe. Nilie mimi mwenyewe, niwaze jinsi nitakavyofanya mwenyewe. Yes, sikia nikwambie. Nakuomba tuliza nafsi yako, sawa? Mimi mama yako, lazima nikuelewe, sawa? Ndio, na tunajua kama Marijani ametusaidia vitu vingi sana. Na unajua familia sisi wote tunamkubali kwa sababu gani? Ni tajiri, ametusaidia vitu vingi sana, ndio. Sawa? Lakini kuna mtu mwingine lazima mimi kusikilize wewe. Kwa sababu sisi support kila dakika ni kuona mtoto wangu analia. Nitakuwa ni mzazi gani mimi wa kufurahisha mtoto wangu anabaki analia kila siku? Sikia nikwambie. Binti yangu kipenzi. Mimi najua fika kama nampenda Amiri. Amiri elimu ya kutolea fika. Najua kabisa. Mtoto wa mzee Marijani. Mtoto wa mzee Marijani. Si ndio? Kwa nini unasema uongo? Soma vichaji. Mimi ni mama yako, ndio maana nimekuambia. Wewe ni binti yangu kipenzi. Kumbuka wewe ni mtoto wangu wa pekee kabisa, Lazima nikuelewe, lazima nijue hisia zako.
sawa? Na siwezi nikakubali kila siku niko unalia, unahuzunika, haulia, ulali. Alafu mimi eti nimetulia tu naangangania mzee Manjani. Hapana. Pana kufikia hapa mimi kivyangu naamua kusikiliza nafsi yako inataka nini. Sawa? Kwa hiyo mimi niko na wewe bega kwa bega. Naomba usirudie kulia. Mimi mama yako niko na wewe, nitakusupport kwa kila kitu. Sawa? Asante. Mimi na wewe hadi milele, nakuzimia aminia, nakuzimia, nakuzimia.